kupenda ayuha nasu ibadallah. Miongoni mwa mambo ambayo yanachukiwa na watu, wanapenda kurudia. Watu wengi hawapendi kule kuomba, lakini kuomba kwa nafasi yake. Kuna watu wamepanga jambo la kuomba mkono wake kila siku wa chini, na tumekatazwa usiwe mkono wako kila siku uko chini, na wewe pia siku moja mkono wako uwe juu, na wewe watoa, so kila siku uko hivi, wewe wa chini. Tumekatazwa kuwa leo ukajipanga na tabia kuombaomba tu, kila umwonaye wewe akukompie. Kwa hii tabia hii, ikiwa ili upendwe na Allah subhanahu wa ta'ala, na ili pia upendwe na watu, kujiepusha na tabia pia za kuombaomba. Azza man qana wa walla man tama, amepata utukufu ule mwenye kukinai katika moyo wake, na pia amepata hasara yule ambaye nafsi yake atajenga tamaa. Kwa unapoomba huko, basi tambua kila utakapokuwa na tabia hii, watu watakuwa wanakuchukia, watu watahadithiana, fulani bwana akikuona tu basi kazi unayo, akikuona kazi unayo. Itakuwa sasa akimbiwa yule mwombaji, anakuja mtu atapita na wewe. Kwa nini? Umejiweka katika tabia ambayo si nzuri. Watu tabia hiyo ya kuombaomba pasipo na sababu. Unakuomba kweli, una haja, unatakiwa usaidiwe, lakini usijalie wewe ndio kazi yako kuomba. Kwa haya katika matendo haya, ili watu leo duniani wakupende na Allah akupende, ujikurudishe katika yale ya Allah, na pia ujiepushe katika vitu ambavyo wanadamu wao hawapendi wakuone navyo vitu hivi. Kwa katika mfano huu ni jambo la kuomba. Ndugu zangu katika imani, tusiwe ni wenye kuomba. Kwa sahaba alitaka kujua matendo ambayo Allah atampenda na matendo ambayo yatakuwa sababu pia watu kumpenda. Kwa tukachagua katika matendo Allah akupende ni kutanguliza lake lile katika mambo ya kheri, na kuachana ile jambo ambalo labda mfupi na dunia muda mfupi. Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje? Bal tukthiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. Bwana, msikithirishe starehe za dunia, raha za dunia, mtabueni akhira ni yenye kudumu na ni yenye kubaki. Muqanat ad-dunya tadumu biwahidi faqanat Rasulullah fiha mukhalada. Lau dunia ingekaa yadumu kwa mmoja wetu, basi ingedumu kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuwa kazi isikufanye wewe ukawa nyuma, ukaacha dini yako, ukaacha Uislamu, ukanyanyapaliwa kwa sababu ya kazi, bali fanya ile kazi ambapo kazi hiyo itatunga masharti ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na pia itatunga maslahi yako wewe Muislamu. Kwani Muislamu hautakuja Muislamu aonekane mnyonge, awe mnyonge katika juu ya vitu. La, Uislamu wako ni nguzo imara. Al-Imam Shawkani anasema ad-dinu ra'sul mali fastamsik bihi wa daya'uhu min a'zami al-khusran. Dini ndiyo rasilimali yako ya Muislamu, ishikilie, isinyanyapaliwe na kulengalenga katika Uislamu, basi ni hasara kubwa. Kwa wengi wapo waliochagua kazi wakanyanyapaliwa kwa kazi, na wakaweka sheria ya Allah pembeni na wakadumu katika kazi. Kwa wangapi ambao wamemwendea Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa tusiongee bwana, kazi yako chukua mwenyewe, kazi ya mizukia kutofanya ibada, siweza kufanya kazi hiyo. Kwa nini? Allah huwa raziq, Allah ni mwenye kuruzuku, wal basit, na Allah ndiye mwenye kukunjua riziki za waja. Al-muqadir, na Allah ndiye mwenye kukunja riziki za waja. Kwa huyu sio
huwa ni sababu ya wewe kutomtii Allah kwa sababu ya kazi. Allah wa razi, mwenye kuruzuku waja, wal qadir, na mwenye kunja riziki za waja, wal basit, na mwenye kuzifungua riziki za waja. Kuchia kazi yako na kia katika dini yako, alafu uone makhraj, matokeo. Allah atakuruzuku uwe na riziki kubwa kushinda yule bosi mnyanyapaaji wa Uislamu. Azuru ayuha nas, ni watu kutanguliza jambo la Allah kisha jambo la kiumbe. Kwa atakapogongana, basi tanguliza mwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Na kile sisi zimekuwa nyingi hizi. Kwa mama siku moja ananiambia, ustazi, nipata kazi lakini kazi yataka ubekilimu, kazi uwache nywele wazi. Kazi gani? Bali Muislamu wamtaka Muislamu ajihifadhi, avae vazi na hijab. Imeshuka aya nzima kuelezea wahifadhi wanawake wa Bwana Mtume wavae hijabu, wajihifadhi. Pia ikiwa kwa wake wa Bwana Mtume na kwa wanawake wa Kiislamu lazima ajihifadhi. Kuwa huyu anataka jawabu, je, vipi hapa? Anambia kazi hiyo haina salama mbele ya Allah, mwachie kazi yake, jihifadhi, Allah atakupa mnadani. Kuwa ndugu zangu katika imani, kazi zisitufanye tukanyanyaswa kunako na muda wetu na dini yetu. Lazima kazi ifuate hii, na wala sio kazi ifuate wewe ufuate kazi. Kazi ifuate dini, si dini, na wala sio wewe ufuate kazi. Kwa haya machache, ndugu zangu katika imani, tutaishiria katika sehemu hii na tutaendelea kesho biidhni Mola atakapotupa sihhatun hasana. Tutaendelea katika hadithi ambayo itafuata. Kwa haya machache, aqulu ma tasma'un. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Inshallah. Anasema vipi ikiwa wanawake wa Kiislamu wameambiwa jihifadhi na mke wangu hataki kujihifadhi, ila nilivyomwambia haelewi, sema na mimi haelewi. Je, kwanza nafanya nachukua hukumu gani? Sheria imekuja hukumu inasema na nasaha ndio tayari kushaitoa, lakini haelewi. Na Uislamu unamtaka ajihifadhi. Sasa kwa haraka hapo, hakuna kiumbe anayeshindana na sheria ya Allah, au waweza ukashindana na sheria ya Allah kwa kuwa una afya, waambia kufanya hivi wewe wafanye, kwa kuwa pumzi zinakupa jeuri. Huyo bwana ni sheria, hadithi ambayo imetuonyesha lazima dini ichukue Uislamu, lakini haelewi sana. Ukafikisha habari hizo, huenda kwa sababu kuna pengine unasiriwa na mtu na mtu waweza kaona kama vile inakuwaje. Pia kisha na alfarisi kwa baba yake, kwa wazee wake. Maneno kila anavyolingania haelewi. Kwa enu naombeni na nyinyi kidogo ndio sema, kwa sababu wengi leo wanahukumu aidha kwa kuwa jambo hilo hujalifikisha, aidha yeye atakuwa Mungu. Hapana, muone
kama mambo yake hizi leo vikana vyake yote wanatamia nitumue wakishie ile jambo kali hivi, maana huku nafahamika, huku nafahamika. Ikiwa haielewi nafaa kupata raha mwanamke huyu, kwa sababu dini yatakiwa ifuate. Dini sio wewe mpate mtu kanda, haiwezi kuwa sawa. Dini yatakiwa ifanyaje? Ifuate, sio mtu yeye akwakina dini na kwa ikiwa ataarifu hata kama aswali mtu akikujifadhi aswali. Sheria mwanamke huyu taarifu zilizokuwa katika sheria, kwanza atakuwa mmoane katika kitanda, lakini hawa wetu leo hawajui ukimwama ndo akwambia alhamdulillah. Sasa sheria atakuwa umwani katika kitanda, haelewi unampa kipigo sote kumimiza eti toka watu amekuja anaona ukamtia chombo la ile upigo ambacho itakuwa cha tahdini bali atakuelewa bado elewi. Sasa huyo anajua sasa nini katenda nafsi, yaani sio lazima waje siku mbili mwezi mmoja, kwa sababu mazingira wanaenda kuoa kweli ya mambo na kaambia chaguo tuja anasema chagua mwenye dini kwa sababu wote dini zisumbuana. Hakule unachukua mwenyewe na mtandao wake siku mbili mtu atakavyo majibu ndio hiyo kama na taratibu ikiwa haelewi sasa hayo ndio yatakuwa nafasi yake. Umeelewana? Ndio wenyewe